sex education, even when we're in school, there was sex education. And this is just for the children to be aware of themselves, just to know their body parts, how their body changes, even ourselves when we were brought up. So it's not an issue that requires law now. It's an issue of curriculum, it is an issue of morality, and it's an issue for us to guide our children. So, but the issue of saying we can legalize abortion in Kenya, it is not an issue that can be accepted, because we know life begins at conception. So for now, the best thing we need to do is to make sure that people will not get unwanted pregnancies. And we know how these pregnancies comes in. You know, abortion can be one thing, but if somebody gets a disease, that is permanent. So it is important for people to protect themselves. And I'm hoping my sister Susan Kihika is going to withdraw her bill, because has not gone even augured well with Kenyans. And we need to protect the dignity of our unborn children. We need even to protect the dignity of our girls. So yes, it is true. Our young people are engaging in sex at a very early age. But is legalizing abortion the correct position? No. The correct position is having parent seminars, having to talk to these children, having a very open discussion with these children. And it's not the time that us, at our age, we used to be told children are bought in the supermarket. Children now know what happens. So it's just for us to have a very open discussion with our children so that we can be able to protect them, not just from getting pregnant, but even from getting diseases that might be lifetime diseases. Ambayo iko na hakimu wanafuatilia sana mambo ya teenage pregnancies. Na tunashukuru hakimu wa huko Kigumo ambaye amesema yeye na Kandara ambaye amesema yeye atahakikisha ya kwamba hii shida itaisha. Kwa sababu ya maofisa wa judiciary kama hao, tumeamua hata maofisa wa koti tutaweka ndani ya hii komiti. Lengo letu ni nini? Kuhakikisha ya kwamba hii shida imeisha, na tumegundua kasoro mahali iko ni katika wazazi kuachilia jukumu ya kulea watoto. Saa ingine wazazi wao, grandparents, ndio wanaachiwa na wao hii jukumu saa ingine hawaitekelezi kisawasawa. Makosa ingine tumeona ni kwamba wakati tunaenda kufanya invigilation na kufanya inspection ya mtihani, unakuta mtoto wa primary class 8 ana mimba miezi 9 na hakuna mahali imekuwa reported. So hata mwalimu wa shule, wakati tutafungua shule iwe primary ama secondary, uko na jukumu. Mtoto ni wako wakati ako na wewe, tafadhali eleza polisi aliyeko karibu na wewe, chief, naibu wa chief aliyeko karibu na wewe, ya kwamba hapa kuna makosa imetendeka, na hatua ya kisheria itachukuliwa.